kule nchini. Shadrack Miti, KTN leo wikendi. Kuzinduliwa kwa usafiri kupitia reli mpya ilikuwa ni baraka kwa Wakenya wengi, lakini kwa vijana watatu mjini Mombasa, baraka hizi ziligeuka karaha baada ya kurushwa korokoroni kwa tuhuma za kuwauzia baadhi ya wasafiri zaidi ya shilingi 700 nauli iliyowekwa. Panapofika mradi, bila shaka wajanja na wabunifu ni wengi. Ujio wa mradi wa reli ya kisasa kwa vijana watatu ambao wapo korokoroni na wengine wawili wanaosakwa na maafisa wa polisi ilikuwa ni ajira, kwani walikuwa wanaweza kununua tiketi na kisha kuuza katika bei ya shilingi 700. Lakini hakuna cha bure hapa. Walichotaka ni kiinua mgongo na nauli waliotumia kwenda kukununulia tiketi. Na operation itaendelea. Na usikubali kulipa kununua tikiti beyond 700. Don't accept. Mmoja wa waliokamatwa ni John Wesonga, ambaye kulingana na wandani wake wanasema biashara hiyo ilianza tu kimchezo, kwa mmoja wao kumtuma amnunulie tiketi na kumpa kiinua mgongo. Kwake alichokiona ni nafasi ya kujipatia ajira na mapato zaidi. Iweje leo Wesonga amekuwa creative enough kutafuta mbinu ya kupata ajira, ya kupata pesa kidogo ili kuweza kuendeleza vijana aweze kushikwa kwa sababu ya hili. I could not drive to Miritini at that time. I needed people to book tickets so that I can go and visit my family. And all Wesonga wanted to do was do it for free because he's a friend. And I told him, no, let me give you hata kama ni fuel. Go, get me those tickets and then come back. You have a bike, you can move fast. Wote hawa wanalalama kuwa kama mfanyikazi wa Swahili Port Hub, serikali kupitia Nelson Marwa wanafunga mlango ambao walikuwa na malengo ya kufungua kampuni itakayoshughulikia Wakenya kutoka mjini na kurahisisha mambo kwa Wakenya. He's not out to make any money out of this. He's actually busying himself and providing a much needed service. Leo hii uweze kununua bidhaa online, uambie mtu jamani, mimi niko mahali fulani, niongezee, ukiniletea mzigo wangu nitakupatia hela kiwango fulani kama nauli. Kutoka stesheni ya Mombasa hadi mjini inaweza kukuchukua dakika 45 hadi saa 1 au zaidi. Ndiposa biashara hii ilianza kushamiri mapema kutokana na urahisi, lakini serikali kupitia mshirikishi mkuu hawataki kusikia lolote. Francis Mtalaki.